Wewe, kwa nini umeambiwa uje uchukue madawa hujaja? Unaleta dharau sio? Sasa umenisumbua mimi kuja huku. Lazima ulipie gharama za kunisumbua. Basi utaua. Hana faida yoyote huyu. Kifo ni haki yake. No, ukiua uhai wa mtu unaanza kuua utu wako mwenyewe. Wakati mwingine kuua sio ushindi, bali ni mwanzo wa kujiangamiza. Oya, kinda uzima una afya tele ya. Unajua yule Akwino sio mtu mzuri hata kidogo yani. Hadi kanizibua kama anapiga mwizi. Hapa mli wote yani wauano. Pole sana. Usijali utapona. Asante. Nimemtuma Taiga ende akamlete Zebu. Safi sana. Yaani kitendo nitakachomfanyia huyo demu, moyo wangu nahisi kwa na burudani, kwa sababu nitakuwa nimelipiza kisasi. Sio wewe tu, na mimi nataka Akwino ajutie kama jinsi anavyofanya mimi mara zote nijutie. Tena safari hii atalia na kusaga meno. Ngoja huyo Zebu aletwe hapa. Oya, umefanya la maana sana yani. Naona huyo Tega anachelewa hata kumleta. Tulia. Kula mtori. Nyama zipo chini. Taiga namuaminia. Hajawahi kufeli dogo.
Okay. Tunafanyaje huyu mshenzi? Kuna mambo mengi ya kufanya. Just relax. Safisha. Wapi tena jamani? Si kwenye shati lako hapa. Wewe uko wapi? Yuko hapa mbele yetu. Sawa, nakuja hapo. Ila kabla sijafika, hakikisha umepata taarifa muhimu. Sawa. Najua cha kufanya master. Wala usinipe maelekezo. Hadi ukifika utakuta nishamaliza kazi. Safi. Vijana, kuna jambo naomba tujadili kando. One time. Leta memory card hiyo. Sasa vijana, kuna issue imejitokeza pale nyumbani. Hivyo sina budi kwenda upesi sana kwa ajili ya kuisolve. Issue gani master? Halo? Master, unajua Joka anajisikia kama anatumudu hivi. Yaani yule kijana natamani nikutana naye mimi kwanza nimpasue kudadeki. Hatupaswi kufanya maamuzi ya jazba. Ila inatupaswa tufanye maamuzi sahihi, kwa sababu jazba inazaa majuto. Ila utulivu uzaa maamuzi mazuri. Amna master. Wajinga kama hao hakuna cha kutumia busara. Inatakiwa wakandwe. Skoba, master yuko sahihi kabisa. Kabla hujafanya maamuzi, ni vyema ukafungua mawazo yako kwa mambo mapya. Imeandikwa katika Methali 18 na mstari wa 15. Moyo wenye busara hupata maarifa, na sikio lenye hekima hutafuta maarifa. Sawa baba mchungaji. Mimi siti neno tena. Baada ya mambo yote haya kuisha, inakupaswa ufungue kanisa. Amina, amina. Basi wacha mimi niwaache, niwae nyumbani. Hakikisheni mnamshikilia Dante. Nikimalizana na huko, nakuja kumalizana naye pia. Maana tuwezi kumwachilia hivi hivi. Sawa master. Uwe na wakati mwema. Mungu akutangulie master.
Shika hii. Nataka nimwoje kisha hiyo rekodi. Sawa. Sasa wewe utatusaidia kupata ushahidi kwa kile tunachokihitaji. Eleza umetumwa na nani kuja kuvamia kwenye nyumba ya watu na kujaribu kufanya utekaji, na wale kutuma wanapatikana hapa. Hakuna kitu utapata. Wewe, mimi nilikwambia tuliue ili. Ona sasa. Relax, atasema kila kitu. Sijisumbue. Hakuna kitu utaambulia hapa. Okay, tutaona. Jamani, nyie kwani mnafanya nini? Mbona sielewi? Wewe nenda kalinde geti. Uhakikishe hakuna mtu yote anaingia huko ndani. Jamani madam. Geti na ufanye kama ulivyoelekezwa. Jamani. Hai. Boss, yaani uwezi amini. Madam pamoja na yule mdada mchawi alikuja jana usiku. Wamemkamata jambazi, wamemfunga msalabani kama Yesu. Wakaona haitoshi, wameamua kumchoma na shoti. Yaani kijana wa watu anaungua kabisa. Hadi nasikia harufu ya mishikaki. Boss, unasikia? Mimi naenda kutoa taarifa polisi. Hapana, acha. Wewe linda geti tu. Niko njiani na kuja hapo muda si mrefu. Boss, kama usiponikuta nyumbani, ujue nimekimbia kabisa. Maana huyu kijana wa watu sijui kama atapona. Na mimi mambo ya kesi siyawezi. Nimekuambia kaa hapo ulinde geti. Sawa boss. Kama nilivyokuambia, unajisumbua tu. Piga shoti hadi unione. Hakuna kitu tambulia hapa. Okay, vizuri. Kwa hiyo hutaki kusema, si ndio? Sisemi. Hii ndio kiboko ya wauni na wabishi. Usiposema hapa, basi wewe ni jabali.
Safi. Wewe rekodi. Sawa. Haya, sema umetumwa na nani? Nimetumwa na Joka. Joka ndo amenituma. Joka anapatikana wapi kwa sasa? Anapatikana Majimbo. Ndo anapoishi kwa sasa. Alikutuma uje kufanya kazi gani? Alinituma nije kumteka Zebu. Safi. Oya baba, huyo Taiga mbona apigi hata simu? Unajua nimemind yule demu, roho yangu haitatulia mpaka nimuumize. Nafikiri atakuwa yupo njiani. Ngoja nimpigie simu. Mpigie babu. Supu ya mbwa inanyweka ikiwa ya moto. Na wenyewe anasema biashara asubuhi, kwa hiyo asicheleweshe mambo. Fresh. Joka anapiga. Safi. Hii inaitwa mbuzi kafia kwa muuza supu. Bwana, wanasemaga mjumbe hauawi, na sisi kama wajumbe tumetumwa na Chris Bando tuwaambie kuwa yuko pamoja na ninyi kwenye vipindi vyote, kwenye shida, kwenye raha, na kuhakikisha kila mwenye line ya Halotel ni mpaka maka mwendo wa kuteleza tu. Sasa basi, kama una line ya Halotel, mtafuti Chris Bando akususie GB za mwezi mzima kwa gharama nafuu mno. Sifa ya Chris Bando bwana ni uaminifu. Unamtumia kwanza pesa, kisha anakuunganisha GB na unamtumia katika lipa namba zake hizi hapa. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga, na baada ya kumtumia pesa unatakiwa umtumie message ya uthibitisho katika WhatsApp namba yake, au uwasiliane naye kupitia namba hizi hapa. Sasa Chris Bando ana namba 4 za mawasiliano, ila sisi kwa leo tutakutajia 2 tu. 0766 58 65 27 au 0615 75 4303. Chris Bando, Boy Kitonga. Jamani, si nimeshapatia memory card yenu, si mniache niondoke zangu. Kilaisi tu hivyo. Kwani si tulikupata kilaisi mpaka tukuache uende kilaisi? Hata mimi kunishikilia sio rahisi kama nyinyi mnavyofikiria. Uko chini ya ulinzi.
Sisi ni afisa wa polisi kutoka kituo cha kati. Nyosha mikono juu. Nakumbuka siku ile tunapiga pingu za maisha, moyo ulikuwa mgumu kwako. Nilikutazama kwa jicho la hofu na kero ndani yake, sikuona thamani yako. Nikasema kama mapenzi ni upofu, ni bora nisikone. Kama mapenzi ni ujinga, ni bora nife. Nilijenga ukuta, nikaziba kila mwanya ya mahaba ndani yangu, ili usipate nafasi. Moyo wangu umekubali, tena umekubali kukupenda kwa moyo wote. Sio yule mgeni niliyemchukia mwanzo. Wewe ni nyumba yangu, wewe ni furaha yangu. Nimekuzoea, 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 nimekuzoea.